nikusifu. Ima matendo yako, Mungu wangu, yapita fahamu. Yetu sisi wanadamu, nikifikiri jinsi utulindavyo, naona ni lazima nikusifu. Ulipasua njia kwa bahari ya Shamu, muumbaji wa dunia na vitendavyo, naona ni lazima nikusifu. Ulipasua njia kwa bahari ya Shamu, muumbaji wa dunia na vitendavyo, naona ni lazima nikusifu. Walinda yatima na mjane wangu kumbuka, wanaoonewa mufanya mama watoto, naona ni lazima nikusifu. Walinda yatima, Seigneur Jésus, merci pour ta gloire pour aujourd'hui, Seigneur. Wanaoonewa Yesu nawatetea, aliyetasa wamufanya mama watoto, naona ni lazima nikusifu. Ulipasua njia kwa bahari ya Shamu, muumbaji wa dunia na vijazavyo, naona ni lazima nikusifu. Aiyo Yesu, naona lazima, ni lazima nikusifu. Naona ishara matendo ya ajabu, ni lazima nikusifu. Aiyo Yesu, naona lazima, ni lazima nikusifu. Kwa matendo yako, kwa matendo yako, ni lazima nikusifu. Kwa matendo yako, kwa matendo yako, ni lazima nikusifu. Shangilia tena utukufu wa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Amina yako isi yaisikia. Nasema tena Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. 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 Ubarikiwe mpendwa katika Yesu Kristo ambaye umejaliwa neema ya kuwa hapa kwa siku ya leo. Amen. Mungu akubariki sana na kutendea jambo la ishara. Amen. Kabla nianze somo yangu ya siku ya leo, acha kwanza nimshukuru Mungu kwa sababu ni mwema na kwa matendo yake makubwa amekubali mimi na wewe tena leo tuonane. Jana nilikuwa niko na ugua sana, nisikia stomach nisumbua sana. Mimi nikakuwa niko nasema hivi, mimi ninapangwa kufanya huduma kesho. Mimi nasikia probleme ya stomach. Mungu, hii ni nini kama sio mapenzi yako? Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Mimi niko nasikia maumivu, mimi niko najua kesho ndahubiri. Wewe magonjwa utake, usitake, upende ukatale, kesho minyo muhubiri. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Haleluya. Amina. Jambo lingine, nashukuru Mungu kuona wandugu zangu pale. Wapendwa, ninawapenda sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mkaribie tena na msikie mko huru. Ni wapendwa ambao nikikwambia habari zao hautavielewa. Matendo ya Mungu ni ajabu. Ni ajabu. Mungu anajua kwa nini tulikutana na hao ndugu. Anakwambia hivi, tunazungumzaka naye, tunaongeaka naye, mimi hatufahamianaki. Yesu ile nilikuwa nakwambia. Tunazungumza na wandugu,
Mtu anasikia iko ku distance na wewe anakupenda. Uko ku distance na wewe unampenda. Ndio. Kuonana hivi licho kwa hicho hatujawahi kuonana. Wakati waniambia tutakutembelea. Nikasema bongo hii. Bongo haiwezekani. Wanaweza siku sana. Amina. Lakini kwa kuwa Mungu si mdeni, wewe unashakia kama Mungu wako mwenyewe unaamini, lakini Mungu wetu anaweza. Ndio. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwenye akili yetu iko limited, Mungu inaendelea. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Sitamaliza yote, lakini kwa kifupi nadhani umenielewa. Bwana tusaidie sana. Amen. Tuko na somo ambalo tunajifunza leo, kuzaliwa kwa kanisa. Amen. Kuzaliwa kwa kanisa. La naissance de l'église. Nauliza swali, nani aliweka mimba ya kuzaliwa kanisa? Bwana usaidie sana. Amen. Mama gani aliweka mimba kuzaliwa kwa kanisa? Yesu Kristo. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Amen. Amen. Kumbe msasa ingine Yesu ni mama. Bwana usaidie sana. Amen. Mama mnajua mnakuwa wazuri sana, lakini madhaifu yenu ndio yanakuwa mingi zile nzuri yenu. Mungu anisaidie sana. Amen. Usinisikie mbaya, niko mu maandiko. Niko mu Biblia. Bwana usaidie sana. Amen. Kweli wa mama, mko wazuri sana. Kwa sababu mnaletaka viumbe vipya. Kwa sababu kuzaliwa maana yake kuanza kuishi. Ndio Mfransa alisema vile. Commencer à vivre. Kuzaliwa maana yake mwenye hakukua anaonekana. Ndio maana ya kufanya nini? Ya kuzaliwa. Amen. Nikirudia ndani ya somo langu nitakwambia kwamba kanisa halikukuwaka, lakini kanisa lilizaliwa. Amen. Mungu atusaidie sana. Amina. Nikiwa hapa ninapenda niintroduce somo ambayo inazungumzia juu ya injili. Bwana tusaidie sana. Amen. L'Evangile. Jo introduction itagusia leo, Mungu akipenda tutaendelea na wengine. Amen. Bwana tusaidie sana. Amina. Acha kwanza tusikie mwenyewe aliweka mimba ya kanisa. Alifanyaka jambo gani juu kanisa leo liitwe kanisa? Kwa sababu tuko na jina mbili tulipewa za mzuri. Tulipewa neno kanisa na tukapewa neno Mkristo. Amen. Bwana tusaidie sana. Amina. Watu wazie mimi ni Mkristo, wazie ni kwa kati juni fiere. Tulipewa Golgotha. Ndio. Bwana tusaidie sana. Amen. Tulipewa wakati mwanaume mwenyewe kwa mimba, kama nyinyi mnajua inakuwa hai. Nyinyi mnajua si. Maana kwanza mwanamke wa mimba, wakati kuna mwenzake hizi mcheketo alisikia uchungu. Hata tu kama na mimi nishakapitia wapi? Pale. Sasa maka Yesu naye tu afikie kwa tu analeta kanisa, yani anazaa kanisa. Maana yake kuna machungu mengi, kuna mazito mengi alipitia mpaka leo tukaitwa nini? Kanisa. Bwana tusaidie sana. Amina. Ndio mporoni kwambia hii nyumba ni kanisa la Mungu. Ndio kwambia vipi? Hii nyumba kanisa? Hapana kanisa. Nishakwambia hii nyumba hii haiwezi kuwa kanisa ya Mungu. Tu ya nini? Kule chini ni restaurant. Huko yulu ni manjanja zinatoboka. Sasa uniambie kanisa ya Mungu, kanisa ya Mungu itoboke manjanja. Ingali ya Mungu kweli? Hapana. Hii ni nyumba tu. Sio. Usiseme nenda kanisa, tunaenda jo kuibada. Kanisa. Bwana tusaidie sana. Amina. Tunaenda kwenye kusanyiko. Amen. Mungu akubariki kama umenielewa. Amina. Msemaji? Naam. Nipe andiko. Naam. 19:33 kitabu cha Yohana wa Injili. Twende haraka. Kitabu cha Yohana. Naam. 19:33. Twende. Inaleta maneno yanasema hivi. Inasemaje? Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa wakaona ya kuwa amekwisha kufa. Tayari mwanaume amekwisha kufanya nini? Kufa. Amekwisha kufanya nini? Kufa. Twende. Hawakumvunja miguu. Wakasema hatutamvunja miguu, tutavunja sheria. Lakini askari mmoja wapo aseme kukatokea askari mmoja. Unisikiliza hapa vizuri. Huyu askari alikuwa estima itilize. Huyu askari alikuwa
chombo tu kile kilichogelea kwenda kufanya kazi, bali mtume afanye. Bwana tusaidie sana. Huyu askari wakati anachogelea akafika kwenye mwili wa Yesu, akafanyaje msemaji? Lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki. Aseme akakamata mkuki yake, akasema huyu Yesu huyu Margiria anakufa, kalitutesaka sana, lazima nifanyaje? Nimchomeke mkuki. Mungu atusaidie sana. Amina. Usikie mtume yuko anapisha kisasi pa kama hii. Maiti. Ni blaga ile? Hapana. Ni ya mchezo? Hapana. Mungu atusaidie sana. Amina. Asa Margiria wa Yesu umefanyaje? Umekufa, lakini bado nina kisasi na wewe. Niambie swali kuladi niwekea ngapi? Mungu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu alikuwa na deni ya huyu mtu ya ngapi? Mpaka ufate kisasi kumaiti. Lakini kumbe hii yote ni jambo la unabii. Bwana asaidie sana. Amen. Ni jambo la fumbo ambalo Mungu alitaka lifunuliwe kwa wateule wake. Amen. Twende msemaji. Alimchoma ubavu kwa mkuki. Wakati alipomchoma ubavu kwa mkuki, na mara. Sikiliza. Na mara. Sikiliza. Na mara. Twende. Katoka damu na makofi na vigelegele kwa Yesu. Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amina. Asema wakati wanampiga Yesu, niambie kwanza maiti inatosha damu? Niambie kwanza maiti inatosha damu? Ukisha kufa frere, damu ina plante. Haiwezi toka tena. Maji haiwezi circulate na mwili. Bwana asaidie sana. Tuvende zako haziko tena zinafanya movement. Lakini kwa sababu Yesu haiko mwanadamu sawasawa na mie, haiko mwanadamu sawasawa na wewe, wakati Margiria shakuwa kumsalaba shakata roho, lakini wakati alipopiga mkuki, damu na maji fayaje? Likatoka. Amina. Yesu asifiwe sana. Amina. Vitu viwili vya msingi vyenye kanisa tunashangilia leo. Vitu viwili vya mzuri sana vyenye leo hii tukiviona tunaona glory ya Mungu. Bwana asaidie sana. Amina. Tukiona hivi vitu viwili frere, tunajua kama kweli Mungu anaweza mambo yote. Yote. Maji na nini? Na damu. Mama mnajua hii siri. Mama mnafanyaje? Mnajua hii siri. Mimi sikwake munganga, lakini dokta yuko pale anatupatia uhakika ya kila kitu. Mama, kila mwanamke mwenye alizala, kila mwanamke yeyote mwenye alipata mtoto, kuna kuza tu sinye tu ngapi? Mbili tu. Kama zile sinye haziwezi kosa kwa maki vipande vishuke, zile sinye haziwezi fanya nini? Haziwezi kosa maji na damu. Mungu atusaidie sana. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Yesu naye jua sai kanisa ilibidi naye atoe nini? Maji na damu katika mwili wake. Amina. Tuanze kwanza na damu na thamani ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tunaanza kwanza na nini? Na damu. Na hii damu ilikuwa na thamani gani? Kabla niingilie hapa, msamaji, nipe kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:23. Twende haraka. Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:23. 7:23 yake inashuhudia kusema hivi. Inasemaje? Inasema hivi. Twende. Mlinunuliwa kwa thamani. Sikiliza kwanza, sikiliza. Tulifanyaje? Mlinunuliwa kwa thamani. Rudia tena. Mlinunuliwa kwa thamani. Rudia tena. Mlinunuliwa kwa thamani. Shangilia kwanza jina la Yesu Kristo. Amen kabisa. Wenjo kuna neglige dote yako. Bandugu, wenjo tuko na neglige menye ulipitiaka. Lakini kuko mwanaume mwenye alijisakrifia juu yako. Huyo garso alikuwa wa 33 uniambia tu mtoto wa 12 mwenye kwa hapa. Ngoja kwanza tufanye test. Peti kwa hapa. Kui. Simama pale. Huko mkamera, attention. Usifanye sambla. Fula mango zako zote. Tosha zote. Halo. Tuko tunafuatana vizuri? Ndio. Umu tuko na miaka ngapi? Mama yake wapi? Miaka ngapi kuna? 10. Tunamwambia vile mango za tunaangalia kwa sababu haiko sasa sikia Kiswahili. Kifaa iko yeye. Kaka usikie Kiswahili? Unasikia kaka? Tulisema vule manguo.
Makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Milele amina. Kwa nini mtoto mdogo anaogopa kutosha nini? Mungu. Kwa nini? Anaogopa aibu yake isifanyeje? Isionekane. Anaretenire kusema personality yangu isifanye nini? Isichafuke mbele ya watu wote. Miaka ngapi? 10. Sasa huyu mwanaume huyu jeune garçon huyu tunamtoaza. Banamwambia tosha. Anasema mimi sina problem. Mimi niko na besoin kama ni aibu yangu ionekane mekanisa liva. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sina problem. Kama problem ni damu yangu, mimi na sacrifice mto. Mtoshe Bwana tu kanisa nifanye nini? Nipate samani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani acheza na mwanaume Yesu? Hakuna. Nani asimama mbele ya huyu baba? Hakuna. Nani akatale binyali sema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mungu wetu asifiwe sana. Amen kabisa. Huyu mwanaume Yesu wakati wanamleta pale, wanamsimamisha wamwambia we Yesu, hauna adabu kuna jibia kuhani mkuu wa kofi pata. Akasema mimi sina probleme. Mimi niko na besoin de racheter église. Bwana saidie sana. Mpaka alifikia kwa tona bauliza bandugu, makosa yangu kwenu ni nini? Tumu nipige makofi namna hii. Bali mwambie makosa yako wewe ni juko unajibizana na kuhani mkubwa. Na kosa yako ya pili unajiita wewe ni mwana wa Mungu. Kwa sababu walijua kama ukijiita mwana wa Mungu maana wewe ni nani? Bwana saidie sana. Vita vya Yesu ni kwa sababu aliproclaim yeye ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu saidie sana. Amen. Haleluya. 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 Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Thamani ya Yesu Kristo na uzuri wake ulipata kote. Haleluya. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu mwanaume Yesu alipatia habari zake wakati wanampeleka. Isaya ndio alitupatia ujumbe wake mzuri. Akatuambia hivi mwanaume Yesu alipelekwa kama vile kondoo aendaye machinjoni. Hakusubutu hata kufungua midomo yake. Hakusema chochote. Wakati walipomtukana, hakurudisha matukano. Wakati walipomshimanga, akamwambia mimi sina problema na yeye. Niko na besoin église. Kabisa Yesu asifiwe sana. Ubarikiwe sana. Niko na besoin ya église. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Uko nacheza na huyu Yesu. Kama ni problema ya mapili niko nazo, chukua. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Huyu Yesu wakati wako wanampeleka, Biblia inaniambia kama walimpitia kwa masei zote. Baka wamekuwa n'importe qui. Baada wote wenyewe walijua kama huyu maraba huyu hatozi mfika hako. Baka mpitisha kwa muonyeshe kama njoo huyu tuko na. Baka wazio kuna jisifia hapo. Kumbe wako wanafanya kazi ya ugombozi wa nini? Wa kanisa. Amen. Mungu atusaidie sana. Tuendelee pale kulikuwa nasoma kitabu cha Wakorintho kwanza 7:15. Twende. Tulinunuliwa kwa thamani. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tulinunuliwa kwa nini? Kwa nini? Wa thamani. Njoo kuna sema tu mama. Tukipenda tufanye konkuru hapa, tuliza kila papa humu na bibi yake. Simama pale, unapenda bibi yako mwendio. Unampenda kama mwendio. Tuambie ulimundo take ngapi? Bwana saidie sana. Amen. Manyata jikana tuambie Wisa. Na mwenye jitatanua yake leo cha $1000. Tuone jikazaka yake ucha kamaliza. $1000. Wewe kabisa. Sasa tunauliza sasa $1000 tukiibeba msoko hatupata kwa ng'ombe. Ndio. Hatupata ng'ombe? Ndio. Okay. Damu sasa ya mwanaume Yesu. Aliona kama mie sitapana ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe ni ya muda. Ndio. Sitapana kondoo. Kwa sababu kondoo itakufa na vinaisha. Lakini nini ya samani nipane? Nini ya mzuri yenye nipane hapa? Msomaji, Ndio mwalimu. nipe kitabu cha Yohana wa Injili. Kitabu cha Yohana wa Injili 1:29, twende haraka. 1:29 yake inashuhudia kusema kwa jina la Yesu Kristo. Twende. Inasema hivi. Na siku ya pili yake
Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yohana iko anafanya kazi, anatabiri ujio wa Kristo Yesu, akasema kama Yesu hatakuja kama vile mwana kondoo, kwa sababu alitoka Mwisraeli alikuwa anatosha dhambi, ni mwana kondoo. Yesu naye ifaa kuja kama vile mwana kondoo, tu afanye nini? Afanye tote ya kanisa, tu afanye sacrifice ya ukombozi wangu mie na wewe. Mungu tusaidie sana. Amen. Haikuishia pale. Huyu mwanaume Yesu alisema kama maligre kila kitu, lakini mie niko na lengo niende kuleta bibi harusi wangu. Wao kuna jinegilisha wepeki, tuko na ahadi ya kurithi paradiso kupitia damu ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi najuta sana kuona kuna watu wengine wenye siku ya leo umeikosa. Sijui. Mungu awasaidie. Watabakia tu wako vile. Mungu atusaidie sana. Msomaji wangu, tusikilize hii damu ya Yesu iko na kazi gani kwetu sisi kanisa? Kitabu cha Yohana wa Injili au tuanze Matendo ya Mitume 20:28 tunasemaje? Matendo ya Mitume. Twende. 20:28 yake. Twende haraka. Naleta maneno nasema. Inasemaje? Jitunzeni nafsi zenu. Sikiliza. Jitunzeni nafsi zenu. Na lile kundi lote nalo. Ambalo. Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake. Aseme Roho Mtakatifu ametuteua kuwa waangalizi. Unaona na mwangalizi nani? Zamu. Wametuweka kuwa sisi kama vile mazamu ambao tutakao chunga kanisa la Yesu Kristo. Twende msomaji. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Twende. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa tukielewa maana ya Injili, ndio tutaelewa vizuri sana kwa nini hii damu tunapaswa tuitape saa yote. Kwa nini damu lazima wakati unapata wakati jifunze kusifu sana kazi ya damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu bila hii damu hapa, mwimbaji anaimba anasema maana bila hii damu hatungepata ukombozi. Mwimbaji aliimba inaipenda damu ya Yesu na iabudu damu hiyo, bila hiyo damu hatungepata ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kiukweli hii damu ya Yesu Kristo ilipana kanisa kuwa huru. Hii damu ya Yesu Kristo ilitukomboa. Hapana kwa nasema hivi, mkorishe maombi yenu mnaombaka. Muikorishe. Baba damu yako tufunike. Baba tuma damu yako ili tena itutakase. Hapana. Mkorishe le maombi, haiko maombi ile. Msomaji? Naam. Yakobo 4 mstari wake wa 2 nasemaje? Tunasoma kitabu cha Yakobo. Nipe neno. 4 mstari wa 2 na shuhudia kusema. Twende. Mwatamani wala hamna kitu. Mnatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu. Mnaua na kuona wivu. Wala hamwezi kupata. Twende. Mwafanya vita na kupigana. Twende. Wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi. Kwa kuwa hamwombi. Twende. Inaendelea kusema. Twende. Hata mwaomba. Na hata kama tungeomba wala hampati kwa sababu tunashinda mbaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata kama tungeomba tunashinda kujibiwa kwa sababu mpaka tunachanganya Saint Esprit mwenyewe kwa urudone maombi yetu. Tunamchanganya. Saint Esprit anakutana kama hawa watu washaka kuombolewa zamani. Mimi tunasema damu ya Yesu Kristo takaste. Baba tuma damu yako tufunike. Badugu, damu ya Yesu tufunike. Juu kazi ya Yesu itakuwa nini? Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Maana kazi ya damu ya Yesu Kristo ni ukombozi. Ndio anasema kama mpate kulisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu ya. Siandikwe kwa wazi. Ndio. Mimi waseme damu ya Yesu Kristo tufunike. Damu ya Yesu Kristo wapi? Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Ameweza kutushanje maombi. Tushanje maombi. Mungu atusaidie sana. Amen. Mimi nao tumewa kujifunza cette méthode de la prière. Unasikia damu ya Yesu Kristo tutakase? Hapana. Unasikia hapo? Hapana kabisa. Mungu akusaidie sasa uelewe huko ndani. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hatutasema damu ya Yesu Kristo tena tutakase. Hapana. Yesu neema ndugu. Msomaji? Na mwalimu. Nipe andiko.
kitabu cha Waebrania Naam. sura yake ya 9. Naam. Anza kumsoma kwa 25 anasemaje? 25. Twende. Waebrania. Twende inasemaje? 25 yake. Twende. Inaleta maneno yanasema. Inasemaje? Wala si kwamba. Sikiliza. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi. Ndugu, kila siku Yesu yeye ukenda toto damu ya Yesu. Maki kila siku yakwenda ngamba ku Golgotha, bamuchomeke kwa mikuki, bamupige piga yote. Juda mwenye kwa kutakase. Bwana tusaidie sana. Amina. Sio kwamba ajitoe mara ngapi? Mara nyingi. Twende. Kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu. Kuhani mkuu tunyakuka anaingia kila mwaka. Ifua mwange damu. Kila isemene, ifua mwange damu. Kila siku, ifua ema. Abandu, wewe kuambia tu kila siku unapata viwoko 50. Utatoroka siku ya 3. Mungu asaidie sana. Amen. Utatoroka. Hata kama unje kuomba wae. Utabikimbia. Sio habiwezekane. Mungu atusaidie sana. Amina. Sasa Yesu naye anasema sio kwamba jitoe mara mingi kama vile kuhani mkubwa, wakati kila siku alikuwa anaingia mahali patakatifu juu ya damu isiyokuwa yake. Twende. Kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Twende. Kama ni hivyo. Ingalimpasa. Yesu naye ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Maki huyu Yesu haezi tena pitia tena kwa ile nyokuwa mwitia wewe. Hapa shuka maliza pale kukwenda bien. Lakini sasa sikiliza. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mara moja tu katika utimilifu wa nyakati zote, tangu mwanzo kwa Ibrahimu, tangu leo kwa yetu sisi. Twende msomaji. Inamaliza nasema amefunuliwa azitangue dhambi. Haleluya. Kwa dhabihu ya nafsi yake. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Msalaba wa Yesu alichukua dhambi zetu msalabani. Haleluya, wa Yesu alichukua dhambi. Shangilia tajiri wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Mungu atupe sifa sana. Amina. Sijui vinaeleweka au tukatie pale. Vinaeleweka? Sijachanganya mkutano? Hapana. Mungu akubariki. Amen. Mungu akupe tena neema comprehensive. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Msomaji wangu na mwalimu, turuke pale nipatie Waefeso 2:13. Waefeso 2:13 yake nasema hivi. Ipe. Lakini sasa katika Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kwa mbali hapo kwa nimekuwa karibu yake Kristo Yesu. Amen kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani tulikuwa mbali. Zamani tulikuwa hatuna jina. Zamani tulikuwa hatuna adrese. Zamani tulikuwa hatuna kanisa. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Lakini wakati mwanaume Yesu anakubali mpike mkuki yake katika upavu, damu na maji vikatoka, kanisa likazaliwa. Bwana Yesu asaidie sana. Wakati damu na maji vinatoka, Frere Bosco akaitwa Mkristo. Wakati Yesu Kristo anamwangika, Frere pale dokta anapata ujasiri wa kuitwa mtakatifu. Haleluya kabisa. Bwana asaidie sana. Wakati Yesu anapigwa, mdamu mshangaza kwenye iko anapata liberation. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mtume anasema au nabii anasema katika kupigwa kwake. Katika kupigwa kwake sisi wote tukafanyaje? Bwana asifiwe sana. Nikwambia tu kweli. Wakati Yesu yuko pale Golgotha, Ndio. Shetani hana vision. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Alikuwa hana maono. Na kwa kuwa alikuwa hana maono, ndio kwa maana alikubali Yesu aende Ima auawe. Unapata vizuri? Ndio. Lazima fanyaje? Auawe. Kumbe ulimwengu wa roho bako na plan ya kununua kanisa. Na ulimwengu wa giza uko unajua wanapinina nani? Yesu. Ni hapo vizuri. Ndio.
Sasa wakati Yesu yuko napitia kwa ile mshembene la krua, wakati napitia njia msalaba, wamoja walisema tuitilize mpaka wanafunzi yake. Just diable akakuja ndani ya Pierre. Akamwambia Yesu, 3 jours na kubakilia uende Yerusalemu uwawe. Mzee, aetu utatuachia na bakia na shie mzee, usiende. Bakia na shie. Usiende mzee. Usiende kule mzee, tunakupendaka sana. Tunakupenda sana, tunakujali mzee. Utatuachia nani? Jésus akuonaka Pierre. Jésus akuona nani? Pierre. Mais aliona diable mwenye anaitilize nani? Pierre. Akamwambia Petro, toka nyuma yangu. Toka nyuma yangu. Shetani. Juu ya nini? Juu unapenda uniharibishie misio yenye niko nayo. Bwana saidie sana. Amen. Unapenda nisifikisie objectif yenye ilileta wapi? Hapa chini ya jua. Toka nyuma. Pale. Mimi nataka kuuliza hivi. Kiukweli tuingie tu mwakili ya wale watu wawili pale. Ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des croyants, ce sont des qui. Mais mwenzako anakuambia wewe shetani. Frère. Unatembea na trajia moja wewe hai kweli? Tamwambia frère. Kumbe mimi natembea kana wewe. Mais unanitaka mimi shetani? Leo ndio mimi nakujua sasa rangi yako ya pili. Frère utanisamehe. Wende kuume, niende kushoto. Tunamalizana hapa. Mevike Pierre haikuwa yeye mwa ile saa. Mekulikuwa instrime iko ndani ya Pierre. Sasa, sawa na mwanza mwambia vile, diable akajua kama kuna mashani gundu. Amen. Mimi nilikuwa mmekoshe wa Yesu, jo asijue kama mimi ndio diable. Ndio sasa akawakaja na mkemea, diable ikakimbia katereza Petro akashtuka Yesu. Vile kwa hapana. Ulikuwa njoo itilize. Siwezi kulaumu Pierre parce que mimi najua kama haikuwa kaweye, lakini ni vyenyewe vinaingia ndani yako, ndio nilikushawishi useme Yesu ni sawa, unisamehe. Mungu atupewe sifa sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Directement Pierre anasema umetavuka mipaka. Kusema yenyewe alikuwa mawazo ya makele ya Yesu. Jambo kuchokea pale. Akasema na watu tunaenda mimi na wewe Golgotha. Tunaenda mimi na wewe wapi? Golgotha. Kule kumzalawa kule kuliona na mimi nakufuata kule. Akaitiliza mtu mmoja mwenye alikuwa kumsikona kushoto wa Yesu. Akamwambia Yesu, unajitapaka. Unajitapasa. Tulisikia sana habari zako. Aseme wewe uko koma. Uko vrai pomba wa kweli. Unapigana vita vya ajabu. Mara jitetee hapa na sisi tufanyeje? Unatetee. Aha. Yesu akamwangalia. Akamuona. Akajiletea kama wewe mwenyewe unaongea haiko ule ndugu. Mimi najua kama ule tujuru ni nani? Ule tiamu mwenye kutoka kwa Pierre anakuja ndani ya huyu naye. Anakia mwitilize. Juu ya nini? Nisiamutile objectif yangu. Pale Yesu akamwangalia tu, wewe Yesu akamjibia. Akamwangalia na kusema basi. Wewe ubakiane tu ile yako hiyo unajua. Mimi nabakia na yangu mimi najua. Mungu mkono kume akamwambia friend, acha usiseme vile. Huyu mwanaume yeye hata kama iko hapa, amerite vyenyewe tuko tunapitia. Shie kama tuko hapa, tulikuwa mamwizi na watu wote wanajua. Kama tuko hapa, tulikuwa washerati, Mungu anajua. Kama tuko hapa, tulikuwa watenda mabaya, Mungu anajua na watu wanajua. Huyu mwanaume hapa hajua vile vyo. Hakuna jambo lolote mbaya yenye huyu mwanaume alifanya. Lakini juu uone Baba Yesu akamgeukia Yesu. Baba Yesu, kwa huruma zako na kwa fadhili zako, wakati utaingia katika paradiso yako Baba, na mimi usifanyaje? Usiniache Baba. Yesu akajua kama ndio glory ya Mungu hii. Ndio hii sasa. Huyu ndio Mungu. Kumbe attention, haiko kila sauti na maanisha Mungu alisema. Ufanye angalisho. Elisha anatuambia hivi, wakati mmoja anaenda kumwomba, anaenda kuomba. Wakati anafika kule, Biblia inasema akasikia sauti kamjia. Ikamwambia Elisha,
mimi Mungu wako mimi nasema. Ella akasema hapana. Haiko ndio Mungu anaongea. Mimi najua sauti ya Mungu wangu. Akasema hapana. Haiko wewe ndio Mungu. Mimi narudia tena nyuma, hapana, haiko wewe. Akarudia tena. Sauti ya Biblia imesema akarudia mara ya pili. Ikamwitiliza toujours nani? Lakini akasema hapana. Bado siyakuwa convaincu na hii sauti haiko ya Mungu. Sauti ya tatu ndio Mungu akakuya yeye peke. Sana kwa akasema Bwana, ndio sauti ya Mungu wangu. Ndio hii. Haleluya. Amen. Biblia inaniambia kama pale ndio Elisha akatumia sasa wenyewe alimwambia afanye. Kwa vile ninakuona kwa Yesu angezijeka mashimango ya watu. Kuna kwa wengine watu walikuwa na masifa sana. Mwanzo wa masifa wapendao mneglige. Anakuambia kama mimi je suis capable. Mimi napenda nikuonyeshe kama niko capable. Nauliza mwanaume Yesu, mpole na mnyenyekevu wa moyo. Shetani anamwambia kama wewe ndio mwana wa Mungu geuza jiwe mkate na ukule. Yesu alikuwa anaweza kufanya? Lakini kwa nini asifanye? Hilo ni fumbo, attention. Mkate ni chakula, si vile? Lakini mkate ya eglise ni parole. Juu ya nini lijiwe haitageuka mkate? Kwa sababu lijiwe ni evangile. Bwana usaidie sana. Yeye kuna presenter Kristo. Jiwe lokataa waashile kwa jiwe la nini? La msingi. Aseme Yesu ayetika kama lijiwe ligeuke mkate, kusema evangile ingekuwa bwana. Tukule tushi? Meshia viki haiko njo pla, akasema imeandikwa. Hatutageuza lijiwe kwa mkate, kwa sababu mkate ni mkate na jiwe ni jiwe. Amen. Manake evangile hatutageuza kuwa vile bwana. Kuna kwa watu wengine wanatiliza evangile sasa kisi ni kama ni ONG. Anajua kama bwana qui travaille en tel tel. Bandu, vyangu mimi nikataza vile. Wewe yako zepi vile. Mimi yangu nakatana. Msomaji? Naam. Nyota kidogo pale twende. 16:17 Warumi nasemaje? Warumi. Ngapi na ngapi la mwalimu? 16:17 twende. Warumi 16:17. Nipe. Inaleta maneno inasema katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. 17 yake. Twende. Inasema hivi. Twende. Ndugu zangu. Sikiliza ndugu zangu. Na wasi. Mwenye sema kitavalo tema ndio. Haiko ya ule. Ya ule mambo anazungumza pale. Anasema hivi, ndugu zangu, ninawasihi kwa huruma zake Mungu, uangalieni wale wafanyao fitina. Ya kwanza muangalie pale bajanja pale bafarser, pale ba faux prophète, pale ba faux serviteur de Dieu. Muangalie mzuri. Bako na maesinye. Bako na nini? Maesinye. Basi Mungu angeachaka ile bila alama. Hapana. Kainu likosea, alama iko juu yako, mimi atakuona kutaa. Akutambue. Mais pourquoi papa na Abel yapate alama? Tu Abel kuna présenter église yani Christ. Mais Kaini yuko representer dunia yani la nation, mataifa. Mwenye atakuona akujue kama ni wenjo muasi. Infiltré, dangereux. Mungu atusaidie sana. Amina. Twende msemaji. Uangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza. Kinyume cha mafundisho. Sasa wenyewe wanakuja kinyume ya evangile. Wenyewe wanakuja kinyume ya parole. Kwanza saidia sana. Amina. Frere, parole iko ndio chakula yenye eglise tuko tunakula. Sasa mtu anakuambia kama frere, ile chakula ndio unakuwa unakula, hamtaikula hata utakula sama jiu. Mwangalie mzuri. Mwambie frere, unatoka wapi? Haya tu. Frere, chez église, Mungu atusaidie leo tujifunze profesia 21 jours. Ndio tujifunza kama eglise kwa kula mikate pasipo chachu 21 jours. Profesia 21 jours ya Daniel ndio tujifunza kama na wewe. Mungu atusaidie tufiki. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa Biblia inaniambia kwamba muangalia vizuri wale watu ambao wanafanya mambo kinyume ya mapenzi. Amen. Ya parole.
Tufanyaje tuishi nao? Kinyume cha mafundisho mliyojifunza. Tufanyaje? Mkajiepushe nao. Hapana, tutakaa nao. Mkajiepushe nao. Hapana, tutatembea nao. Mkajiepushe nao. Makofi na vigelegele. Kumbe nao kwa wae ukiletea evangeli tofauti na mimi na kuroa reference zani za mbele. Bye. Amen. Bye. Amen. Wacha zaidi sana. Amina. Tukajiepushe Nao. wata dumu nabo tu napendaka nao kule mikate. Na napendaka chakula sana utadumu nabo. Mandugu tungependaka tubakie kuma chakula tungebakia kuma SS. Kabisa. Mwezi sema mko bugari. Mko makuku. Mko maprimis. Mko na hela yote. Na kipato Ya hiyo. mzuri. Na sasa unatoka. Bwana Yesu asifiwe. Asante za vimba. Hata shoto ya upaka wa Mungu. Bilikula vikashiba vikasabu Mungu. Bilikula vikadawi vikashiba vikasabu mpaka Mungu. Sasa Mungu atusaidie sana. Amina. Mungu akupatie ufunuo na wewe. Mtu anakuambia hivi frere. Wakanitaka siku wakaniambia frere tutakusinyia matriki. Wende kuwa enseigner mécanicien. Bora tu ukuwe mzehebu yetu ya sepaki. Nikamwona. Nikaona shetani kasema ndio tentation ya satani kweli. Matrikile. Tena attention shetani kuyaka mtu sio ku krize. Unapikika yako yote. Ndio diable anakuja kwenye huko. Anakuambia si unajua mimi niko na kisi unaweza unafanikiwa. Ai, so sikia shema anakupatia unasikia uko fasile. Mimi sasa sona kuangalia sasa uzito yayo. Unasema basi Mungu anihurumie sitaweza. Mungu alisa unisamehe sitaweza. Mwingine mtu akaniambiaka. Frere, yeye ni hapa babu kao. Frere, kwa hii neema Mungu alikupatiaka. Mimi sasa mwenyewe uko hapo kipika bien encadré. Shetu ukikuya kwetu. Mimi pekee nauza kila kitu. Na mikutano ya huku ya hadharani tutakuwa tunaenda mimi na wewe. Tunapiga chini. Fike ni kweli ndio. Mimi kweli yako kipata ikiingiza quelque chose tutaona thamani ya wokovu tuliko. Kaambia baba. Paulo aliniambia nimejifunza kuridhika katika hali yoyote niliyo Nayo. Kama ni kushiba, nimejua kushiba. Ndio. Kama ni njala, nimejua pia njala. Make katika hali yoyote nini utanipresente tena inishawishi nitoke kwa volonte ya Mungu. Oga pale wewe, hauko sawa. Ungesaidia jamaa yako baba. Mungu asiposaidia familia yangu, sina msaada na kuisaidia nayo. Bwana usaidie sana. Amina. Wanje tuko napenda tu hapana tukivuza na shilingi liko mkate tulombe cha 10. We. Toka huko we. Mzee pale kuna tuwa mandogo na haki. Avale koti ya umu. Besa kwenye problem yako sasa. Kuliko ya avale koti ya umu, yeye anakulaza haki. Mungu atusaidie sana. Amen. Yeye anavulanga koti yake anaipanga kazi ya Mungu. Kuliko ya avale kukai kazi ya Mungu yenyewe kwa nafaa? Afanya. Wewe ingia kule kwa sababu sio mwambie vile. Anakuambia tushapata mmoja huko. Biambie tukapata ka ule bwana. Kwa tunafundisha hapa majoro zangu hapa. Kufanya mkutano. Akasikia eschatology akasema wewe. Hapa ndugu bako ba connaisseur. Wanajua. Makatambia bandugu, mimi mtanisamee sasa na nyinyi. Tuya nini baba? Asema ndugu mie watoto wangu wanasomaka. Mimi wanasomaka kupitia kanisa. Maki ile chakula anatupatia kama baba, ndio mimi nalipia kama watoto masomo. Ile chakula anatupatia kama baba inanuzia kama 25 kilo ya bunga mu nyumba. Hivi vyano baba ni vya mzuri, lakini sitaviweza. Je, tumba yatushawishi kujitenga na upendo wa Yesu? Imetushawishi. Paulo alisema kitu gani kitatutenga na upendo wa Kristo? Biblia inasema hakuna. Wewe ukasema bugali. Na ukasema nini cha 10 baba? Kitanitenga baba.
Mungu atusaidie sana. Amina. Mimi Mungu wangu hakuwa mkosefu. Na alisema kama nikihitaji kitu siwezi kuuliza tonavi. Siwezi wewe kukuuliza. Hapana. Vitu vyote ni vyangu. Ndio. Nyama zote za mpori ni zangu. Nikitaka nikule nyama, nitakula kwa wakati yangu. Amina. Amen. Kanaambia Mungu Baba $100. Mungu wangu wewe. Ile ndio kazi madrapa ziko. Haiwezi. Mungu atusaidie sana. Amen. Neroge pale nisiendelee nyingine msomo yangu. Kuna neno hapa mwalimu. Twende msomaji. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo. Aseme kwa sababu walio wa namna ile yote hawatumikii Bwana wetu nani? Kristo. Lakini Bali matumbo yao wenyewe. Sasa niambia sasa Mungu tumikia tumbo, utamwambia kiroho bielewe. Utamwambia vya wokovu na kuambia frere. Utanisamehe. Kwenye Mungu atachomeaka wale wote na mimi nitapapitia. Maki kwanza hana voka ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Amen. Tumekujifunza mimi na wewe message 3 ans. Nakwambia kama mandugu kama leo watu wanaharibika ni kwa sababu walipoteza vitu vitatu. Voka ya Mungu haiko tena. Wakakubali kusujudia mnyama na sanamu yake na wakakubali kupokea chapa. Maki wakati unakubali hile frère, wewe pekee unajianile kwa levement na sababu ndugu kama watu wa Mungu watenda kamiezi siko. Wewe pekee unajitenga. Crainte de Dieu haiko tena ndani ya watu. Kuna penda wewe pastor, watu wako mbele yako wapige magoti na kusujudu. Baba niombee, anapiga magoti. Pierre alikatalaka vile. Sitapagusia tena lakini uelewe kama Biblia inakataa. Mpaka Yohana mkisanga cha Patmos wakati anapata evanjili wanamletea message. Biblia imesema akaanguka mbele ya malaika jua mfanye nini? Amwabudu, lakini malaika akamwambia hapana frère. Hapo nakosea. Niko tu serviteur za wewe. Usinipigie magoti frère. Usichunge wakati unakwambia niombe frère yanguka na wewe anguka. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Na isikweza kisi mtu alikuwa niombe, ikoza kisi wewe utampatia. Hapana, corrige. Haiko yote utampatia. Na uko na bembeleza na wewe. Uko na supplier, Baba tusaidie utupatie huyu mtu apate jibu. Mais hapana, ninamwomba frère. Ndio asante Mungu kwa na utukufu wa Mungu. Mais hapana uonyeshe mbele ya watu wajue kama uko nayo. Mungu ndiye anajua vitu gani uko nayo ndani yako. Bwana tusaidie sana. Amina. Akishuka shuka, akilala lala, akikala ikala. Bwana tutukufu wa Mungu fanyaje? Nimuonekanie. Amen. Mungu atusaidie sana. Amina. Rudia kwa Efeso tulikuwa 2:13 bwana. Kitabu cha Waefeso. Naam. 2:13 yake. Twende. Tulikuwa 14 mwalimu. Twende haraka. Nashuhudia kusema hivi. Twende. Kwa maana yeye ndiye. Kwa maana Yesu ndiye Amani yetu. yeye ndiye amani yetu. Aliyetufanya sisi sote. Aliyetufanya sisi wote wawili kuwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asema kupitia hii damu ya Yesu Kristo yenye alitukomboa kwayo ndio ilitufanya sisi tuliokuwa watu wawili kuwa mmoja. Maana yake nini frere? Unaelewa kama Mwisraeli wakati Mungu yuko anatenga alikuwa na vitu vitatu alikuwa anatia mkutano Bethania. Bwana saidie sana. Alikuwa vitu vingapi? Vitatu. Kulikuwa kama hali ambapo walikuwa wanaita baraza. Hapa na mjengo ile tofauti. Wakati wanapaita baraza, hapa kulikuwa birika ya shaba na madhabahu ya nini? Ya shaba. Kulikuwa mahali walikuwa wanaita patakatifu. Hapa patakatifu kulikuwa kama sanduku la agano, kulikuwa kadiri ya mingi. Lakini kulikuwa kama mahali walikuwa wanaita patakatifu patakatifu. Hapa ni kinyume jambo la unabii. Mtakatifu kuna presenter Israel.
Israeli. Meuku nje unamaanisha nini? Shema mataifa. Bia tulikuwa na kibambazi cha katikati hiki kuna tusepareka kwa Bwana kabisa. Bwana usaidie sana. Sasa kazi ya kwanza Yesu kwenda kutufanyizia, alisema wakati alisema yote imekwisha, wewe kama ile rido ilikuwa inafunika ile pazia ikafanyaje? Ikapasuka, ikatoka. Akatufanya kitu hiki kimoja. Amen. Wewe uko nani chunge kwa serviteur de Dieu mwagano la kale? Wewe uko nani? Unajua Haruni? Njoo tu na kizazi chake basi. Yeye tu. Meleo uko mubembe na mimi niko serviteur de Dieu. Amen. Uko mnchijo munyalukono na mimi ni serviteur de Dieu. Uko mubembe na mimi niko serviteur de Dieu. Sasa tunakutana pamoja, si bwana tunambrasa nane. Na mimi na furaha ubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Yesu ametufanya kitu kimoja. Ametufanya kitu kimoja kabisa Mungu. Kupitia damu ya Yesu Kristo, mimi na wewe tunaitwa serviteur de Dieu. Unatembea na Biblia na wewe unasema ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika kofi na vigelegele kwa Yesu. Amen. Isingekuwa hii damu frere tuachiane makazi. Tulikuwa baba yangu we. Nikupe tu ingine fumbo. Kwa nini Yesu wakati mmoja kuna fundisha mwanamke mmoja anamfuata Yesu, anamwambia Yesu, binti yangu amefariki, lakini na haja ya msaada wako, binti yangu apate nini? Uzima tena. Lakini Yesu akamwambia hivi, mama, na wewe ungekwambia kama ufere ungevunjika kama moyo, unielewe kama ni jambo ya nini? Ya unabii. Yesu akamwambia huyu mwanamke, mama, toka pale, kwa sababu haipasi chakula cha watoto ukipatia mbwa. Huyu mwanamke alisema niko demandere kwa Yesu. Alifikiria sana neno walimwambia, chakula cha watoto haipasi ukipatia mbwa. Mwanamke akasema, baba, kosa haiko yako, na sikulaumu kwa ile. Mimi na laumu mwenyewe nifanyaka kisi niko. Mimi najua kama mzee Margre ile yote unasema, umbwa naye baba, umbwa naye ana haja ya kupokea. Amen kabisa. Amen. Yesu akatilia attention kwa huyo mama, msikiliza vizuri. Umbwa naye anastahili kupokea makombo yenye yamka katika meza ya Bwana wake. Chakula cha watoto ni parole yenye kwa Israeli peke yake. Amen. Chakula cha watoto ni taifa la Mungu teule Israeli. Lakini huyu mama anamaanisha wanawake, yanamaanisha nasio, yani sisi wa mataifa. Hatukustahili kuita hata jina la Yesu. Hatukustahili hata kidogo kutokelea hata na shiba tupatie hata makombo yenye alisalia kumeza. Amen. Leo huyu mwanamke anamaanisha sisi eglise ya mataifa. Benye tunamwambia baba, tunajua kama hatumerite, lakini mbali ya yote nashie baba hata makombo yenye yalianguka chini. Amen. Tuko na haja yayo. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Amen. Wakati Yesu alisikiliza kauli ya huyu mwanamke, akasema hakika, usikiliza vizuri, hakika tangeni nimeingia katika Israeli, sijawahi kuona mwenye kwa na imani kama ya huyu mwanamke. Kumbe shema mataifa tunaweza pata glory kupitia demande yetu tulipatia Yesu. Na sisi tunaweza merite kukula na siku chakula. Akatwambia kwa kuwa imani yako iko vile, mama, wende nyumbani, mwanako tayari ame. Amen. Manake tayari na sisi tumepata nini? Ukombozi. Tumepata nini? Ukombozi. Na sisi tumepewa. Tumepata na sisi. Amen. Usituze negliger tena. Sikiliza, msamaji. Ndio. Mungu wangu, vinakuwa virefu.
1:10 kitabu cha Yohana wa Injili. Twende. Kitabu cha Yohana wa Injili 1:10 yake na shuhudia inasemaje? Yesu. Twende. Alikuwako ulimwenguni. Alikuwako ulimwenguni. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuokoka. Na kupitia yeye ulimwengu ulipata kuokoka. Ulimwengu haukumtambua. haikumjua yeye. Alikuja kwake. Alikuja kwa taifa lake. Wake wakumpokea. Wale wake wakamrefule. Bali wale wake wakamkatala. Wale wake wakamtupa. Wale wake wakumwita. Lakini twende msemaji. Kusema hivi. Twende. Bali wote. Sisi wote waliompokea. Aliwapa uwezo wa kuponya viwete. Wale waliomwamini jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tuliompokea alitupa uwezo wa kufanyika sasa watoto wake. Haleluya. Sifa kwa Bwana Yesu Kristo. Mungu atapewe sifa sana. Nikisema endelea bitaisha leo. Mungu atusaidie sana. Tuachie hapa labda muda. Mungu atusaidie sana. Alikuja kwake, lakini walio wake wakamkatala. Hawamhitaji. Hatutaki vyako. Yesu anabauliza hivi, ndugu, nini sikuwatendea ka jambo nzuri? Vipofu wenu wameona kupitia mie. Maiti zenu nimefufua kupitia mie. Kazi nyingi na maajabu mingi nimefanya ndani yenu. Akawalaumu akawaambia, hii miujiza ingefanyika kwa Tiro na Sidoni wangelitubu. Wangemfuata Mungu. Mungu atusaidie sana. Mungu atuhurumie sana. Hii miujiza yote tungereserve kila mtu tutume hata basi kwa nani, kwa Lutu, kusodoma na Gomora, wangemtafuta Mungu. Lakini angalia kisa Mungu ana upendeleo kweli. Mungu atuhurumie. Mungu iko na nini? Niko na certitude kusema vile. Mungu iko na upendeleo. Aliendaka tu kwa Sodoma na Gomora, aliwapatia tu message limoya. Bandugu, kwanza na kuwafuataka hata watu. Alifuataka John Lutu. Lutu tu. Ukifuata mzuri hadithi, wakati yenyewe malaika wanaenda Sodoma na Gomora, walipita kwa Ibrahimu. Wakamuuliza Ibrahimu tu, wakamwambia frere, Mungu afichake siri yake. Biblia inasema kwa kitabu cha Amosi, aseme hakuna jambo Mungu anaweza kulifanya bila kulifunulia watoto wake, watumishi wake manabii. Sasa wakati anakuja kwa Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, tunaenda Sodoma na Gomora. Mais objectif principal, tunaenda angamiza. Kweli kabisa. Unasikia? Hakuna attention. Tunaenda angamiza. Ema? Unda angamiza juu ya nini? Juu maovu yao yanazidi sana. Makosa yao yana exagere. Tufanyeje? Mwache tunde ni haribu. Biblia inasema kama Ibrahimu akatenir diskuru na Mungu, akamwambia baba, kwenye unaenda voilà je comprends que unaenda angamiza. Mais par exemple, unakutana watu wateule kule, uamini, utahukumu wote pamoja? Nasema hapana. Mimi Mungu nikiona tu watu 15 katika nchi ya Sodoma na Gomora sitaangamiza. Makumi ngapi? Bado usikie tu 2 millions kama 2 millions kama 2 villes sijue Sodoma na Gomora. Banakosa mo 50 personnes croya. Kweli kabisa. Tunaturumisa. Amen. Kama nikiwaona tu sitaangamiza. Okay. Hapana Mungu, wewe kwanza nikuulize tena. Labda mtapumuka modisi. Utaangamiza tu. Hata bakipaka karati sitahukumu. Mungu wewe kwanza kwa vile unajua. Nitakuuliza tena mzee. Bakikuwa 30 au 35 sitahukumu. Kweli kabisa. Ema? Haitoshe. Mzee, ni uruhusu tena nikuulize baba yangu, usinifikirie hasira baba. Bakikuwa kwa mfano saksi basi 25 au ke baba sita hukumu. Usikia Mungu? Baba yangu, na tisi ilionekanaga basi. Tisi haikuonekana. Mungu atuhurumie sana. Masawa, leo ndio siku ya levement. Tunapenda kama Mungu sana. Tunajua fulani anapenda kama Mungu, basi kwa levement hakwenda mkusanyiko. Alienda mshughuli zake. Ndio. Masawa, kwa levement ataenda tu tunampenda sie. Hapana. Mungu atusaidie sana. Amen. No, atende tu ni rafiki yake na mchungaji. Ajui ni mtoto wa mchungaji? Hapana. Mama, watu nikwambie mere, wewe mke wa mchungaji vile. Kusiku alevema
Atana kupendaka biae hata kukutaka. Hakuna. Ulikosa neema bila isha. Ndio. Bas. Kweli. Atana kuhubiri kama kuhubiri injili mbinguni wewe unabakia wapi? Kweli kabisa. Mungu atusaidie sana. Amen. Wakati wanamwambia chakula cha watoto usipatie umbwa. Wakati anaambia mwanamke anasema mimi najua kama malgré tout niko imbwa lakini nastahili na mimi kugogote nini? Komako. Hakuishia pale. Akasema hakika huyo mama iko na imani. Na kweli Mungu akutendee upate jibu ya maombi yako. Amen. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Pata jibu ya maombi yako. Mwongozi alisema hivi, mwenye Mungu alikuwa anapenda ni mtu mwenye kuna imani. Na imani. Kama hauna imani, frere, Mungu hawezi kufurahia. Hebreo 11:6 nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Asema wewe ukimfuata Mungu lazima uamini kama kwanza mwenye mimi nafuata yule Mungu ana exist iko na anatenda. Kama hauamini Mungu wako potelea mbali. Mungu angemwambia ka imbwa habanye agichungaba malizishe kama ni weju tuweza kuwa na maroho ziko sawa vile za buyuka. Baikwambia hii hata kama tamsema ikreke wanasema anasema imbwa na sitaingia hata mwele kanisa. Kweli kabisa. Haukuitwa na Mungu. Tumeitwa na Mungu. Mimi nikwambie tu kidogo, wakati niliaminiaka Yesu, nilipitaka vita mingi sana. Baya kwa watu wenyewe mchungaji mwenyewe nilikuwa na friend za mjua. Alinibuhurulaka hivi akanifuata kaniwewe wazazi yangu kaniambia hivi, mtoto wenu huyo. Msikumu anisema, tuombe nisikuonake tena mkanisa yetu. Nikapiga makali kile kawaza wewe ndio unasema. Mekiacho mimi wako kwanza. Bandu, bingi kwa kuambia haki ya Mungu haiko bongo, Mungu anajua. Alibululanga biembe mkono kwa mkono twende kwenu. Akanikalisha babangu huyu na mamangu akaniambia mtoto wenu ule. Nisimuonake tena anakuya mkanisa yeye tunakusaidia kandani. Juu ya nini? Mnanisema sana, nishashawishi mtoto wenu, nishampotosha, sijui nini na nini. Kesho asubuhi mijo mwongozi mkorale. Mijo wakauliza gombe alikuwa ndio baba niko. Yangu. Ule baba, ule baba. Basi fike diable haogope mtu. Wako nani wewe juu diable kuogopa uko nani? Kwenye Yesu 40 jours et nuit mafungo. Mais diable akumogopaka. Kambia je viens te tenter. Mina kuye ni kujaribu. Matentation zote zonipitia kama ungekuwa ndamo kawaida frere ya mkaka tu. Uko njala mkate ikula. Sitakula. Uko njala. Na kila mtu hapa shie wote bandugu. Makosa tuko nayo tumbo Mungu alitupatia. Njoo Biblia kwa ndamu kitabu cha Galatia. Aseme roho inatamani shindane na mwili na mwili inatamani shindane na roho mpaka tunashindwa kuvua tunayota. Mwili nakwambia ndakula, roho nakwambia twende maombi. Sasa unaanza vipi? Maombi ndakula. Maombi ndakula. Itakuwa hai. Ukirespekte kauli ya ndakula unavunja agizo ya roho. Ukirespekte kauli ya ndena maombi unavunja agizo ya mwili. Bakatolika wanafundishaka vichwa 7 vya dhambi vinakuwa 15. Mumashi ndio wanasema kabihwenda bya make vichwa 7 vya dhambi mimi nakuwa 15 make matendo 15 ya mwili. Nyingine somo. Na roho nayo iko na tunda kenda. Usikie viapo vya mingi. Unasikia? Roho hayo ina maîtriser. Mais mwili ina exagere.
Mimi niko na besoin ya hiki na hiki na hiki na hiki. Ukirespecte vile frere. Biblia inasema walio wa matendo hii nawaambia mapema hawata urithi wa Mungu. Ukikubali ukwe esklave wa mwili wako, basi ni bora tukue esklave wa roho kuliko esklave wa mwili. Waebrania 9:12. Kitabu cha Waebrania 9:12, twende. 9:12 yake. Naam. Nafduzi yake nashuhudia Twende kusema haraka. wala si kwa damu ya mbuzi Aseme shie eglise hatukununuliwa kwa damu ya mbuzi ama ndama au damu ya ndama, bali kwa damu yake, kwa damu yake mwanaume anaingia mara moja tu katika patakatifu. Haleluya, haleluya, Amen. kwa damu yake mwenyewe. Maki hapa Yesu anajua role tatu: yeye peke kondolo, yeye peke kuhani, na yeye peke kuhani mkubwa, na yeye peke kondolo. Mwenye jivoye peke ajichinja, amwage damu yake yeye. Bandugu, kama mnaona mafilme, hakuna aktere wa kwanza saa Yesu. Yesu ni wa kwanza mbaktere, baki yake biko metafizike. Biko odela ya ndandema zetu. Amen. Mungu, huyu mwanaume Yesu hapa. Biblia yangu inaniambia kwa kupenda changanya watu wengi, alikuja mzuri tatu. Alikuja mwana wa Mungu. Watu wakachanganyikiwa wote. Wakasema hakika Yesu ni mwana wa Mungu. Msomaji, tosha hii confusion mkichwa yako. Ndio. Saba kitabu cha Wakorinto 8:7 tafadhali. 8:7 Wakorinto wa kwanza. Twende haraka. Wakorinto wa kwanza 8:7 yake inashuhudia kusema hivi kwa jina la Yesu Kristo. No, msomaji anze kutano tuelewe vizuri. 5 yake inaleta maneno ikisema. Inasema hivi. Twende. Kwa maana ijapokuwa wako waitwa miungu, aseme hata kama wangekuwa wanaoitwa miungu, ama mbinguni ama duniani, ama mbinguni wala duniani, kama vile walioko miungu mingi na mabwana wengi. Unaelewa vile? Make Mungu wako wa mingi sana, mabwana wako wengi sana. Meshie eglise tutakuwa tuna huyu moja. Kitabu msomaji mwingine nitafutia andiko. Nadhani kitabu cha ngoja nikitafute kitabu cha nani. Bana hivi badogo mimi ndo kitabu kichwa. Kitabu Mika, wala Mika sura yake ya 8 nadhani mstari kama ni wa 7 kenda pale nadhani. Kama 5 6. Mwanzo pale. Mnipatie na andiko nasema kila mtu atenda kwa jina la Mungu wake. Andiko gani? Wasomaji sasa mtafute kitu kwanza kwanza. Maliza pale msomaji. Samahani mwalimu. Twende. Endelea kusema hivi. Lakini kwetu sisi kanisa. Mungu ni mmoja tu. Amen. Hata kama Mungu wangekuwa mingi sana, shia tuko na huyu moja. Twende. Aliye Baba. Yaani yeye ndiye Baba. Ambaye vitu vyote toka kwake. Nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo. Sisi kwa yeye huyo. Sikiliza sasa. Lakini kwenye probleme kwenye hapa. Sawa pale msomaji. Ile ni sawa ile mwalimu. Twende. Lakini ujuzi huu, neema hii, yani hii connaissance haumo ndani ya watu wote. Beza mati. Grâce ya kujua hii fumbo bien-aimé haiko ndani ya watu wote. Iko cas particulier. Iko cas exceptionnel. Mungu atusaidie sana. Amen. Basomaji mshapata ile andiko? 4:5. Nipe andiko msomaji. Mika. Inasemaje? Inaleta maneno inasema. Ubarikiwe. 4:5 Mika. Nipe. Inasema hivi. Kwa maana. Twende. Mataifa yote watakwenda. Kwa jina. Kila mmoja. Kwa jina. Kila mmoja.
ukienda kwa Bahindi bako na Mungu kama sai kombie. Kama ya mingi sana. Ukienda kwa Mushi, Wamushi bako na Mungu wao. Jonani, dia ng'ombe. Ukienda kwa frere yetu Warega, banakuambia Chipilikiti Mungu wetu. Ukienda sijui kwa nani, banakuambia Mungu wetu. Mungu wa asili. Lakini Biblia inasema mataifa watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Tuende msamaji. Na sisi makofi na vigelegele kwa Yesu. Amen. Na sisi na sisi sema na sisi twende. Na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu. Ndugu, mwingie kokota wa Mungu wenu kule. Mimi niko na Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Usisikie kwa jina la Mungu wa fulani, uamini Mungu. Friend, tuko tunakuelezea niambia vipi? Hapana. Ba Mungu kila mtu iko na wake. Kila mtu iko na. Usikusema kwa jina la Mungu wa fulani. Kwa jina la Mungu wa fulani. Na nakwambia vile. Kama Mungu ngine Chipilikiti. Wewe na muamini tu vile. Mungu asaidie sana. Amen. Kama Mungu wake ni ya ng'ombe, utamwamini tu vile. Tunasema kwa jina la Mungu ameshaganusa. Mungu alitupatia kibali ya kila mtu kila mwenye anaamini amuite. Na kama unamuita, Biblia inasema kama masikio yangu, msomaji, naam, nipe andiko tu watu waelewe. Seka ndefu kitabu cha Isaya. Twende. Ngapi na ngapi? Isaya sekanef. Twende. Yake inaleta maneno inasema. Haraka msomaji. Tazama. Mkono wa Bwana haukupunguka. Hata usiweze kuokoa. Wala sikio la Mungu. Wala sikio lake si zito. Wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu ile tu ndio Mungu asikie maombi yako. Ile tu maovu yako tu. Ukisema kwa jina la Mungu wa fulani, unaamini Mungu wake unamjua Omba usingesema basi Mungu wa Ibrahimu tu tunamjua kama Mungu alisema kamini Mungu wa Ibrahimu. Ukisema Mungu wa fulani hatujui Mungu gani anaamini. Wala sema tu kwa jina la Mungu wa fulani. Wewe charge le maombi ya vile. Corrige. Mungu atusaidie sana. Amina. Mkono wa Mungu haiko mzito siweze kutuokoa. Na sikio lake liko zito lisije kutusikiliza. Lakini maovu yetu tu ndio tusepare na Mungu. Tunaamini Mungu wa mulume, kumbe na uko na wako Mungu. Mungu atusaidie sana. Sikuambia kama uombe kwa jina la Mungu afikiri. Mungu wako acha vile. Ita Mungu wako kwa nguvu atakuitikia. Amen. Hatuamini Mungu habari mwenyewe anamwambia, "Wandugu labda Mungu wenu ameshughulika. Labda amesafiri, labda amelala. Mumuite kwa sauti." Hapana, kwa mtu tunaamini ule. Mungu wetu ni Mungu mwenyewe aliita. Elia akasema, "Mungu ijulikane leo kama wewe njoo wewe." Amen. Watu wataamini je kama kuna Mungu mzima kama hawezi tenda? Watu watakuone haiko Mungu wetu kama Mungu wetu hatendake tena ishara. Na problem kwenye iko wewe peke unaenda omba Mungu na pato una matute na Mungu wako. Mungu anasema huyu pasipo imani hawezi kupendeza Mungu. Yesu anauliza, atakapokuja mwana wa Adamu, je, atakuta bado imani gani duniani? Maki hata watu wako na upungufu wa nini? Wa imani. Mungu atusaidie sana. Amina. Vrai acteur mwenye alikuwa kurashite église ni Jésus. Amen. Bwana asaidie sana. Amina. Mimi utanisamee, sipendi niombe hata kwa jina la Mungu. Juu sijue Mungu ndio nani. Mimi napenda kaniombe kwa jina la Yesu Kristo. Juu ya nini? Eglise ilipewa jina lipitalo majina yote. Sasa kama ile jina limepita majina yote, Mungu anile. Bandugu. Msamaji leta ile andiko. Naam. Wafilipi 2:7. Twende pale. Kitabu cha Wafilipi 2:7 inaleta maneno inasema, twende. Bali
Twende. Alijifanya kuwa hana utukufu. Huyu mwanaume Yesu alijifanya kama hana utukufu, Akatoa namna ya mtumwa. akachukua yeye peke namna ya mtumwa, Akawa ana mfano wa mwanadamu. akakamata sura ya mwanadamu wa kawaida. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Ana umbo kama ya mwanadamu. Kwa hiyo Tena Mungu. Sikiliza andiko. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno. Sikiliza kwanza ile pouvoir. Akamwazimisha mno, akampandisha cheo, akamwinua juu sana, akamwazimisha mno. Twende. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. kila jina. Mungu iko wapi? Anile. Baba iko wapi? Anile. Sijua nani iko wapi? Anile. Jina lipitalo kila Jina. we. Uliza shetani kuzimu. Siulizai. Sasa mwanaume Yesu anatoka pale kumsalaba, anaenda kufanya gere kule. Nipe fungulo za kuzimu na Hadesi. Bandugu, ile fro shetani apendea isikie tena mhistoria yake. Hapana. Shetani wewe ndio unaniita. Meviki alikuwa anajua sauti yake, juzi shetani anajua sauti ya Mungu. Viki alijua sauti yake, akaanza mtetemeko. Wewe usisikie mwenye nguvu na kukuia. Shibi tunafanya kwa kitabu dogo dogo. Ajenda nitaka kuja kutembelea. Baba yangu, hata kama kuna kumpati, usitetemeke. Nilombe tu hata Yesu ina ndaku. Bora tu uende. Shetani kopi? Mimi huyo. Ende 3-4 siku kuya samba mimi nakuya juu niko na kazi ninafanya wapi? Kule juu nipatie. Akaresiste kidogo. Nasema nipe, akaresiste kidogo. Jido na gonga kachina kajina tumeka wewe hamija kuna waserie haiko tali ya blanc ana moja tena ngumi kumeno pa katika panda joy kama tabia niache taniua bandugu ile fro nikwambia tu kweli wana tawazia niko na fonte au niko na fante public hapana tu kweli andiko nasema vile sasa kama uamini soma wewe pekee kitabu cha Yakobo 2:19 Biblia inasema hivi wewe mwenyewe unaamini kama Mungu ni mmoja unafanya vizuri na uko na akili tuna mapepo nabo bali unakacha mtamakuni kule sasa tunalipata kama katembea majido na mangumi mpaka tunatoka kama hapana. Hapana mimi natufuata iko ndugu yetu. Umerufuata huyo hapana. Asa Biblia inasema msawa kama ikuka vita Yesu tushafunguza kuzimu wapi? Niambia nitosheka wapi? Sana kwa Yohana anamwambia usijali tena msiogope. Mimi kama mnaogopa tayari niko ndani mkono yangu juu ya nini? Froni nilifanyaka kule. Yeye nilifanyaka mpaka mapewa na santiri ke yuko Mungu. Mungu tusaidie sana. Amina. Haleluya. Amina. Kwa sababu hili jina lipita majina yote. Sasa tuwasikika tu jina Yesu. Baba yangu. Hii pepa sema, yule nchoma. Ita tu jina la baba uone. Mapozi na kucheka na kuneglige. Ita jina la Mungu uone. Baada kuambia ujeli huko hamo. Siku moja bandugu wa mama ndio kuombea mapepo. Mu kitabu cha Waebrania kitabu Matendo ya Mitume 17. Wakati wako wanaombea mapepo, bakasikiliza kauli wako wanaichilize. Biblia kwa bandugu, nguvu za Mungu ziko muparole. Ukitumikisha parole, directement gloire ya Mungu kuna jipresente kwenye huko. Elia kufanyika maajabu yoyote, alitumikisha toujours parole. Ndio Mungu akatenda. Maki Mungu yuko anatembea nguvu za neno lake. Basi saidie sana. Amina. Hata wakati yenyewe nafikia shetani iko tu pale. Bana mlete tu habari Yesu anakuja. Sema Yesu, Yesu mwenyewe nachukua tu anakuja, jipange. Ngoja nikaze fungulo niweke mbali. Juu kila mtu anajua Biblia inasema hivi. Mtu hawezi kuingia nyumba ya mwenye nguvu asimkamate kwanza mfunge. Ukisha mfunga ndio namwordone. Fanya hapo zote. Yesu ndiye ajofike kuzimu. Inabidi kwanza chekwa shetani kache ya mzuri sana. Ya bien. Paka shetani sandike bila kwa usenge hivi. Wewe unasikia kache wako unasikia watoto apika hivi.
Na mwenye ukuu unasikia ndio Yesu. Hakuna tena kubuje. Jia nini wanasema kama shetani nani simba ananguruma hakuena meno bali mongola kayo ile siku. Ngumi ya kweli pata meno ikatoka. Ndio maana leo hata shetani ananguruma. Hana nguvu kumtotoa Mungu. Ataenda kule narudia. Sasa juu Biblia inasema macho ya chura haiwezi kuzuia ng'ombe asifanye nini? Na tuachie hapa wadogo. Sawa, ni yote kidogo kwa maji kisha nimalize. Kazi ya maji kwa Glaze. Nimekwambia kazi ya damu ilifanya ugombozi, ile torashite. Tulikuwa tumepotea, damu Yesu katufanya nini? Ikatugomboa. Nipe kitabu cha Yohana wa Injili 4:13. Haraka msemaji. 4:13 Yohana wa Injili. Maliza haraka. Yesu akajibu akamwambia mwanamke, ila anywe maji haya. Sikiliza andiko, kila mwenye atakunywa maji ya mtoni ataona kiu tena. Ngoja kwanza msemaji. Mimi niko nabii. Si vile? Biblia inasema mwenye atakunywa hii maji ataona kiu tena. Maji ya Regideso ingekuwa inatosheka kiu bandu kama tukunywe tena. Chukua mtu yeye anakamata na pika hata delita. Magharibi ndakunywa tena. Na tuna jikaza kunywa vitu. Kwa hiyo unaweza kwanza vitu. Hakuna. Mekupombe kuko wanaume wanaisagaka. Anaiputula kabisa. Vre hayo vitu. Anatingiza tu vitu. Haiko. Mungu asaidie sana. Amina. Sasa Biblia inasema kila mwenye atakunywa maji ya Regideso, maji ya mtoni ataona kiu tena. Twende. Lakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi, maji ambayo Yesu atatupatia sisi ni nini? Ni parole. Maji ambayo atatupatia sisi ni nini? Ni neno la haki la uzima. Bwana asaidie sana. Amina. Kwa tukikunywa maji ambayo ni parole, hatutaona kiu milele. Bwana asaidie sana. Amina. Na ukikunywa maji ya Regideso, lazima upande ushuke, utasikia tena kiu. Ni kitu cha kushangaza, cha kuogopesha sana. Mwesinge za nabii wa uongo anakuambia kama Bwana Yesu asifiwe, l'homme guide paisai de glory. Mungu ameniambia nenda kanunue maji. Hado mimi napinga kesi imani za hivi. Imani ya maji chungwa kutendee. Jo Mungu gani huyu? Biblia yangu inaniambia wakati Yesu yuko natoka alikutana mtu amelazwa miaka 38. Unielewa hapa vizuri? Wakati Yesu anafika pale, akamkuta huyu mtu amelala pale. Akamuuliza, "Je, unataka kuwa mtu mzima?" Unisikiliza kwanza iandiko. Bandugu, mtu anaona unateseka. Mtu anaona uko njala. Anakuuliza, "Unapenda ukule?" Unasema, "Ya kuko mwenye watajilia mbaya." Utanipa. Kuko wengine wako na mgali, akisikia njaa kwa sababu hiyo ni mwema chakula. Akiteseka anaanza kusema tuma matusi ya kufikia. Sasa unataka kuwa mzima? Akamwangalia Yesu. Wewe ndio unaniambia kama mimi nataka nikuwa mzima. Wao wane hali yangu. Kila mtu waza Yesu France. Wewe unalanja siku moja unaanza mihali. Siku moja mihali naanza. Uligonja tu kichwa kikakulumba sasa hapo keni angalia. Acha mhali ukoke. Sasa inafikia tu ule ndugu 33 ya mateso. Iko tu pale. Iko nachunga kukufa au kuishi. Maki anazaimba nyimbo moja nyimbo wokovu, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Jotu andiko anaweza katuimba tu hivi. Sasa wakati Yesu anafika pale, akamkuta huyu ndugu. Akamwambia, "Unataka kuwa mzima?" Akamwambia, "Baba, kutaka nataka. Uwezo ya kuwa mtu mzima ndio sina. Juu ya nini? Wakati niko nataka nijitupe huko maji iko natibuliwa na malaika. Wakati niko nataka kujitupa, mtu mwenye Mungu ulishinda na jitupa mbele yangu anatoka. Andiko mesema hawatajitupa wawili kulimoja. Ni mmoja. Sasa kwa nini asikuwe wawili? Juu ya nini? Every ya wokovu bandugu iko individual.
Bwana tusaidie sana. Amen. Nani kupende vya sisi kupatia wokovu kama Mungu akupatia kayo. Kabisa. Na unipende vya au na unichukie kama Mungu ananipenda frere utapasuka tu moyo. Meniko mteule wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Amen. Tuko mwingine anakuambia huyu mtu sitakuwa na mpangilio anakuwa na huduma, anakuwa na upako mingi sasa na hubiri. Wewe baba na ukatale. Siku tunasimama tu kama nilimoya mwaka. Siku tunasimama kuna mtu ataonekanaka tu. Amen. Mwalimu wangu mwenyewe alikuwa anifundisha neema ya Injili, hakuwa ananiambia pete yangu. Kwa hiyo tunaenda mimi na wewe. Au mzee tulikuwa sijui kama nitakuwa hapa. Ule friend tulianza naye mbele kule mbali sana. Wakati tunatembea ananiambia friend, "Yenye tuko navyo ni vya kuzito. Na ni vya nguvu sana. Vinalomba tuko nje bali. Sijui tumake tuanze korodone. Mimi ukiingia basi kuja bata korodone friend, make vinyoko navyo vinafifia." Nikapenda ni analize sana ile neno linamaanisha nini. Akaniambia vijui ya nini friend? Tunajua kama parole yenyewe tuko nayo. Kwa hiyo wenyewe utatone. Sasa unatone, mwenye atakuwa victim wale dossier ni pastor mwenyewe uko naye. Hata kama ikikuwa ndio pastor mwenyewe uko pale, directement unapata vita. Mungu atusaidie tupatie kibali na roba tuko tunafika kwa tulifika watupatie bwana. Wewe ndio utakuwa anafanya kazi fulani. Au kumefanya mzee? Kama mliko kisi niko, haiko tu mzee alitaka. Hapana. Mzee kuna sangi sema sepa. Mwizi ndio ningependa kwanza. Kwa mfano, mwizi ndio ningependa kwanza. Mzee anashinda kumpatia nini? Neema hanayo. Bwana saidie sana. Mevike neema ya Mungu na kukutaka kule na kule inatujogeza pamoja. Mimi kwetu ni Kavumu. Nizaliwa Kabushumba. Mzee wapi? Ngweshe tukikutana naka wapi? Kama isipokuwa damu ya Yesu kutukutanisha. Amen. Bwana saidie sana. Amina. Ndugu Pedro sijoko yalizaliwaka. Ndugu Patrick sijoko yalizaliwaka. Mekupitia neema na damu ya Yesu iko naturinire pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Huyu mwanaume hapa akamwangalia Yesu akamwambia Yesu, "Nani take mie nipone? Sina msaada." Inawezekana huyu ndugu marafiki walikuwa wamemchoka. Bandugu yake wote walikuwa wamemtupa. Bata walikuwa wamemchoka walikuwa hawakutana upande wake. Anataka jua basi ndatokea sasa karibu hapa ya mtoni. Sasa tu wanifikia tu inatibuka inajichupa mwe. Meza unataka kuingia na anguka. Sasa Yesu anafika pale. Haleluya. Amen. Yesu anakuja kukamata yepeki. Hatua ya kwanza ya nguvu sana kama vile kisima cha Betsaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini Yesu asiruhusu tena ule mtu amukie mwili? Kwa sababu yeye peke kisima en persona anaanguka pale. Amen. Bwana asaidie sana. Amen. Hata sikwambia tena kama maji kitakuponya, yale ndio mwambie hapana frere. Maji itaniponya ni parole. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Anataka kuambia frere wewe uza maji ya mgota na mwambie hapana ndugu. Niko na Biblia mkono yangu inatosha. Amen. Bwana asaidie sana. Amina. Niko na Biblia na inanitosha. Amen. Comment expliquer? Nishakwambia tena kama siku moja wakati nilikuwa na presenter diploma. Wazazi yangu wakaniambia wende kwa maombi. Mwenyewe aliitiliza ni mama yangu mzazi. Mimi nikwambia tu, bali kwanza sasa nilikuwa nasema, mimi nakukaa nilikuwa nasema vitu vyenyewe nilikuwa nishavipitia. Mama yangu mzazi ananiambia, ase Mungu alifunua, aseme diploma yako na bana sana, hivyo ufanyise sacrifice juu itoke ionekane. Bahati yangu mzuri nimefunzwa neno. Bahati yangu mzuri nimeokoka. Wakati mama ananiambia vile, nikaona tu Evre de la Croix. Nikaona damu ya Yesu ilimwagika. Bananiambia chinja kuku, mimi naona Yesu. Bananiambia chinja mwenge damu, mimi naona damu ya Goligo. Wakati wamenichinje, nikasema hapana. Nimeokoka na furaha na dhambi zangu zimetoka. Amen. Nijinenda kukunifanye nini? Mimi tena makini neglige damu ya Yesu Kristo. Nikawa tena kuku. Bandu, simkosa kaweza kuiuza. Nilikuwa niko naye. Mimi nikawaza hapana. Hapa. Wewe ushende tu unabia bongo wewe. Usisi vitakuchanganya. Uamini sijui kama njoo kweli. Wala njoo. Kama uko na parole inakuetifia tena. Parole tena inakupatia tena nguvu tena ya kusema hapana. Kama Mungu mwenyewe mimi naamini hawezake, make neno yake ni yabo. Ni yabo. Na kama anawezaka atende jambo la ishara watu waamini kama yuko yuko. Amen. Mungu angeamini kumanabii bali kama Elia angefanya ishara.
Moto ingeshuka pale maana Mungu angeonekana ni Mungu mwenye uwezo yote. Bwana saidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Wako tunacheza Mungu wetu wewe. Yesu anamwambia, kwa Isa hautajitupa tena maji kwa sababu mimi ndio kisima cha maji. Yema, huyo Fred aliona kwanza haviwezekani. Mesa tu anamwambia jitwike godoro lako, nguvu zinaanza kuja. Zinaanza kuja, ujasiri na kuja. Akasikia mbona mabadiliko yanakuja? Mbona mimi napona meomba na nafanya miujiza yoyo? Mbona sione venye anafanya? Mbona sione ndugu? Mungu akitenda akipata kufanyizia ishara. Haiko vya ajabu ndio vitafanyika. Hapana, ni tik tak. Muujiza unaonekana. Amen. Wote zaidi. Amen. Ema, wewe unasema kazi. Baba utendake. Miaka mingi niko na muomba kuku mwenyewe uyafika. Kuku mwenyewe uyajogelee na Mungu hayakutendee. Kabisa. Mimi akitaka tu. Friend, unalala, unalamuka. Umepata ishara. Amen. Unalala, unalamuka, dada ndoa iko. Amen. Wewe ndio una mashaka na Mungu wako, mashi Mungu kama na mimi napata kama mwanaume. Iko bako mingi tena sana. Tena benyewe nakufaa. Me problem yako haraka na majazi mazako za mikimiki. Unapenda shughuli ikikuya, iko sanje Mungu ananitumia huyu. Hapana, tulia ulize Mungu. Mungu asikie njoo huyu sasa. Mungu anikwambia hapana, tu Mungu anasema amwambie baba utanisamehe nilikupenda mimi utanihurumia. Haijalishi mtu kwa karite gani. Akikuya tu kwako. Kama hata tu ya kuuliza Mungu, je, ni mapenzi yako? Akisema ndio, kaza sana. Haijalishi kuna defo gani, haijalishi kwa hae. Mungu alikwambia kaza, maana ndo kazi jiko na objective yake. Amen. Mungu amsaidie sana. Amen. Je, unataka kuwa mzima? Akamwambia ndio mimi nataka, problem. Hiki sima ndio tu dawa. Akamwambia hapana, hiki kisima kimevaa mwili. Haitakuwa tena kisima ndio dawa, lakini dawa ni mimi nimefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Biblia inasema kama huyu mtu akajituka godoro lake akaenda. Waniambie tu anakuja kwako, ulikosha mtupa. Ulikosha muacha anakuja tu kwako na mizigo yake na mikeka. Unasema wewe mwenyewe ungesikia haya ya kumpokea tena kwa sababu ulikuwa umemchoka, umemtupa. Mungu amsaidie sana. Hebu kama watu wanataka tuona leo, hapata tuamini kama ni sio walikuwa wanaonaga zamani. Kwa sababu neema ya Mungu imetusafisha, uwezo wa Mungu umetufanya kisitoko. Sasa tunatembea pembeni yao tunasema, kumbe nange kwa mtu. Kumbe nange toka kama mtu. Kumbe nange simamaka. Kumbe nange semaka. Kumbe nange huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Wajua kuna kinakilisheni sio lakini yuko Mungu. Ajibuye maombi. Amen. Bwana asaidie sana. Amen. Inawezekana ndugu zangu nilijiroga basi mimi ni mjoga wa kwanza ewan alikuwa kiko moshi. Anavala nguo yake mimi naweza kitamani. Niko kumwili yake Mungu wangu na mimi nitafika kapa. Mungu wangu. Kweli. Msitamwambie, basi namwambia niko na vita leo na Mungu sina vita naye. Mungu mwenyewe alimpa mimi najua na mimi naweza kuni. Amen. Bwana asaidie sana. Amen. Na wewe unashangilia unaona baraka mwenzako anaanza vimba. Utapasuka tu. Atulia, acha wakati Mungu kufikia na wewe zako zitaingia. Na utazitembelea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usiwezi kumweza kwa baraka. Kaza tajionyesha. Hapana kujionyesha. Mwache muhali. Bwana asaidie sana. Ni wakati. Mimi tulikuwa kama watu wenyewe. Huyu ndugu sana maanza choka nguo yake aniambia bwana friend kamate pantalo siva lake tena. Wewe unasema asante Mungu baba unanichivia maombi. Mwenzako aliona yeye ni vya kutupa. Njoo mnataka vyeti. Wewe unaiona ni magazi. Uko unacheza na Mungu wewe. Na sasa simama ni pressure. Ya. Upako mingi sana. Unaniona mimi napanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yote ni wakati. Wacha ukosini na Mungu wako lakini yuko Mungu mwenye anatendaka. Kabisa. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Jitu kigodoro lako na wewe. Sasa nabii anakuambia yeye kama hapana. Twende mimi na wewe ukisema. Wewe Balaamu sasa. Balaamu hao nani? Ngoja. Naamani wala. Naamani tu waliambia kwa wewe jichomvie mara 7. Ina nayo iko na profesia wa ndugu. Kila kitu Biblia iko na unabii.
Namani wenda ujichunge mara 7. Unajua nini wanamwambia mara 7? Hiyo namba 7 ni namba perfectionism ya Mungu. Namba 7 ni namba ya glory ya Mungu. Ndio maana niko natabia mimi Mungu niko na macho 7, niko na roho 7, niko na maragumu 7, niko na hadi 7, niko na sijua nini 7, niko na mihuri 7, maana kila kitu kyote Mungu anakuambia sawa sawa sawa. Tujifunze kimi na wewe namba za Mungu. Bwana tusaidie sana. Amina. Namba 3, namba 4, namba 5, namba 6 mpaka namba 7. Mungu ni Mungu. Kabisa. Wazi ku mpaka 7. Mungu anajua vile kile anafanya Mungu. Msisi mko mwanadamu. Ni vya kiroho. Mungu atusaidie sana. Ni vya kiroho kueleweka kirahisi mpaka Mungu atujalie. Kabisa. Amen, amen. Amen. Kila yule maji haya ataona kiu tena. Sasa wewe unaniletea maji sasa niamini kunywa. Sitaona katuna kiu. Usinifundishe parole niamini parole ya Yesu inatosha. Mungu atusaidie sana. Amen. Msomaji tumalize. 7:37 kitabu cha Yohana ile. Inasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Maliza. Kitabu cha Yohana 7:37 yake nasema, hata siku ya mwisho. Naam. Siku ile kubwa ya sikukuu. Twende. Yesu akasimama. Akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu. Sikiliza kwa mwanaume Yesu. Yesu anasimama anapaza sauti kwa nguvu na ujasiri wote. Mtu akiona kiu afanyaje? Mtu akiona kiu na aje kwangu ai. Meza mate. Nataka kuuliza hivi. Yesu alikuwa anatembelea bidonga vipi atashuru kila siku? Sasa hizi imani za kutuambia kama jua ndio kwa maombi, ifomu mikono inatafuta kachomoka kama mama na badada, tutakuwa bidoo ya maji. Makatoto. Unaenda wapi mama? Kwa maombi. Kufanya nini? Mimi naenda omba. Sasa mama bidoo za maji wapi? Yesu alisema tulete mizigo yetu kweke atupumzishe. Meenda mizigo paka kwa Yesu. Bandugu. Maki wewe Yesu wako upumzishe ndio na mizigo nenda kuvunja mikono. Ai! Mtu akiona kiu aje kwangu. Hapana akuye na katoto na kuya kasho. Hapana aje kwangu juu mimi niko na maji ndamu. Mimi hapana uniletee maji wewe hapana. Ile maji yako Fred haina kazi. Meona mle. Ona ndio Yesu wewe. Ukiona kiu ukuye kwangu njoo ukunywe. Hapana ukuye kwangu na katoto ya maji uniletee tukunywe. Hapana, mimi ndio nakupa nini? Maji. Naona niletea nini? Maji. Mungu atusaidie sana. Amen. Mtu akiona kiu akuye kwangu akunywe. Twende msamaji maliza. Endelea kusema hivi. Aniaminie mimi. Na mwenyewe ananiamini mimi. Kama vile maandiko yalivyosema. Aseme tu maandiko haijawahi kusema bongo. Mito ya maji yaliyo hai. Ndani yake. Aseme mito ya maji. Unisikilia kwa Yesu. Mwenye ananiamini. Mito ya maji itakuwa kivujika ndani yao. Kombe hii parole hii njoo na pasula mifereji. Haleluya. Haleluya. Amen. Na ndio maana Elia alisema kaseme kabla ya kufanya muujiza mnifungulie kwanza mifereji. Mumwange maji mapipa maine. Mapipa maine kuna maisha 4 evangile. 4 treviva. Yenye kuna glorify jina ya Yesu Kristo kiti cha enzi. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Wako wanacheza na injili wewe. Ona. Hapo wazi. Vyote hivyo Biblia. Mungu akukwaka inyora. Alivilevele vyote. Kuko hiyo mpe itatoka. Hii ni complementarite tuko tunafanya. Tuko tunatimilisha yenyewe kwa isha katangulia. Mungu atusaidie sana. Kila mwenye ataona kiu akuye kwangu. Na ukiniamini, usikie vitu viwili. Ukuye kwangu kunywe na ukiniamini. Haiko tena utakuwa nakuja kwangu tena. Mewepeke kwenye uko maji itakuwa nakujika ndani yako. Amen. Sasa uniambia sasa nikuye na 0 litre kama 0.5 kama hii demi litre ya maji. Mimi ndo kwa maombi waniombe. Na kivike watumishi wa mingi Mungu anisameni mafrapere. Anasema Baba, kwa mamlaka ulionipa na bariki maji. We. Toka pale. Injili zako za bongo.
nabariki maji, ninaibariki para iwe dawa. We chaparone Yesu takuwa na kazi gani kuwei? Ndugu, wache vile. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Kuma mlaka yangu bailon tegina na lugha zenye hazijulikane tafsiri na lugha zenye hazikwake una fonte tu. Mzamani mimi naisema maki kwa tabiri hapa. Mimi nasema lugha. Niko na tabiri. Kama kwa mjingo nasema pali chama roho. Akasema kwa lugha. We! Angalisha. Mseme kama Mungu asemake, Mungu anasema. Msimsemee bongo. Mungu anafunulia wateule wake. Ni hapana bandu. Lugha ya Mungu ndio nishashindwa ielewa, sijui lugha ya Mungu. Mimi najua lugha ya Mungu ni parole. Wewe mwenyewe utaleta lugha la kuie hapa na yulu baada kufundisha shiti vile ribo popo makosaka ya baba rishe bandu lugha ya kuie ya na lugha ya basijua bawapi kumilima kunakuka Rita Mena Gloria. Hapo unajua kwa Kiingereza Rita Mene Gloria. Makerite ni mtu au mwanaume? Mene cha Gloria. Unasikia? Gloria maana yake utukufu. Cha mene nayo mtu. Usikie? Na mwingine anasema shitting bash filte bilai. Jua njaro unasema amene. Eske ni kweli? Yangu. Mungu atusaidie sana. Paulo alisema kama mimi nikienda kwenye huko wanasema lugha kama siisikie huko mpumbavu au jobe huko ndani. Tuluge na pasha kuwa na tafsiri. Frère Pedro, siku utasema kamashi, unasema unaweza prêcher tu mumashi. Frère, naamini kama hauko wewe ulikuwa unasema, mais c'est l'esprit ce qui parlait dans toi. Bwana usaidie sana. Nikisema kirenga pale frère, wewe hata kama unajua niko predicateur, unasema hapana hii sema lava ilikuwa ndio ilikuwa na pressure. Mais esprit alikuwa ndani yake. Oui, hautaniambia kama Rita Mena Gloria. Paisa ile, lotegine. Ndio roho ya Mungu. Na kama utanisamehe. Utanisamehe. Jusi kujua kwanza Johnny. Ai. Chana mwisho anakuambia asema Bwana wa majeshi. Mbona kusema kwa lugha? Asema Bwana wa majeshi, mbona kusema kwa lugha? Mungu atusaidie sana. Maana kumwisho juu na Mathayo anasema asema Bwana wa majeshi. Mmekumwanza alikuwa anasema Lord take the glory. Ai. Kama vya nguvu. Mungu yona juu. Mungu atusaidie sana. Aniaminie mimi. Maji yatakuwa kibujika ndani yake, chemchemi za maji. Haikuwa hata kidogo, haikuwa hata mkopo. Chemchemi maji marobine zitamwagika ndani yako. Amen. Ukiamini ndani ya yeye, ndani ya Yesu Kristo. Maliza. Imeshakwisha. Nikibujikia tuende maliza. Imekwisha hapo mwalimu. Sema rudia pale. Samahani. Chemchemi ya maji twende. Samahani nilitoka. Ushapafunga njoo maana ulisema imekwisha. Imeshakwisha. Nilijua. Set 37 yake. Twende. Inashuhudia kusema hivi. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu, na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Imekwisha pale. Mbarikiwe. Mungu atusaidie sana. Amen. Wakiniamini, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yako, kuna bujikia mpaka kuuzima wa milele. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Uko unashakia Mungu wako. Yohana 17:17 tufunge Biblia. 17 yake nashuhudia kusema hivi. Nipe neno. Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Nini iko natakasa eglise kwa leo? Nini iko nasafisha eglise leo? Haiko damu. Damu ilifanya kazi yao ndio. Bangama naisema? Hapana. Baki kazi yao shabani nini? Ishafita. Kazi yenyewe inabakia kwa leo ni parole. Ndio maana sasa Paulo yuko na pressure. Sasa hapana Paulo, sasa Pierre yuko na pressure. Bila kama wengi miongoni mwa watu wale wakachomwa
Je, ni tu parole sasa ishazaambia, ishaza kuonya kwa makosa yako. Inapenda na parole ndio kupatia conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? Bwana usaidie sana. Haiko tena damu juu damu ilifanya kazi moja tu ikarashete eglise. Damu sasa ndio maji sasa ndio parole ndio kunafanya kazi ya ufreni. Acha dhambi. Amen. C'est la parole. Frère, acha ulevi. Amen. C'est la parole. Acha kutetana. Amen. C'est la parole. Acha fitina wala wivu. Amen. C'est la parole. Uwatakase kwa ile kweli. Twende. Neno lako ndio kweli. Neno lako njoo kweli. Njoo nafanya nini? Inatakasa. Mpendwa katika Yesu, kwa jioni ya leo, mpe Yesu maisha yako, ukijua kwamba Yesu kwake yote inawezekana, ukijua kwamba Yesu Kristo ndio msaada wetu wa karibu, ukijua kwamba huyu Yesu Kristo mwanaume wa wanaume ndio solution ya probleme yenyewe uko nayo. Usiende kwa waganga, usiende kwa wafumu, usiende kwa mshagalusa kisema aseme utaenda kwa Mungu wa mshagalusa jua ujue Mungu wake. Yeye ndio anajua Mungu wake, yeye na Mungu. Basi usaidie sana. Siseme kama Mungu wake ni wa mbaya, lakini mimi simjue, yeye ndio anamjua. Mungu gani mimi na mpaka sasa hapo kama tu yetu tufanya na boko mkuru. Wewe jina Mungu wako ni nani? Atakwambia Mungu wako ni Yehova. Unajua Yehova ndio usemaye wabile. Sasa wabile ndio jina Mungu. Unaona hapa ni kwanza kungana mwenye anaenda confusion. Hajui hata Mungu wake ni nani. Mimi Biblia kama mataifa wote wataenda kila mtu kwa jina la Mungu wake. Lakini na sisi pia tutaenda kwa jina la Mungu wetu. Maana Mungu wetu kama mimi na tukiamini Efesiens 4:4. Pale tuko sauve. Amen. Basi saidie sana. Waefeso ine msomaji maliza. Kitabu ni cha Waefeso. Ine. Tunasoma kitabu cha Waefeso ine yake na shuhudia kusema hivi. Barikiwe. Mwili mmoja. Eglise de Dieu tunapaswa kuwa mwili mmoja. Twende na roho moja. Tunapaswa tukuwa na roho moja. Frere, ukisema rita mene kama ndio roho wa Mungu, najua ndio kusema ni ndio parole ile. Roho mmoja hatuletea confusion. Wewe naamini rita mena ndio kusema Mungu, wewe unasema rita mena kusema shetani. Magari kusema ule ni roho wa confusion, mchanganyiko. Japo Mungu haiko Mungu wa mchafu, wa machafuko, lakini Mungu wa tuati. Mwili mmoja twende. Endelea kusema hivi. Na roho moja. Kanisa linapaswa kuwa na roho moja, na kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Tushuru tuliitwa sie wote kutumaini moja la wito wetu. Bwana mmoja. Tunapaswa tukuone kwa Bwana huyu mmoja. Usikuwa na wako Bwana na mimi niko na wangu na ule wote tuitwe Eglise de Christ. Hapana. Sasa ndio sana. Amen. Jamani, kwanza tukundi washakie ndio SS. Haikuwa na signifia Eglise de Christ uko bongo, Eglise Conventionnelle Catholique. Mungu asaidie sana. Eglise Conventionnelle Catholique. Usituambie Eglise de Christ au Kongo. Tukienda Rwanda tutakutana nako kuko SS. Na wende finira kiae. Eglise di kwa Rwanda, mbona hakuna si? Unaelewa pale? Ikikuwa Eglise di Christ, maki napaswa kuwa shie wote tukuruhare hapa kwa Efesie. Bwana mmoja. Maliza msomaji. Bwana mmoja. Twende. Imani moja. Tunapaswa tukuwa mie na wewe na imani moja. Frere, hakuna kwenye Paulo alipreshe, Paulo akakuya kademantire. Maki haiko Mungu ule. Paulo atuambia kama nikienda kuhubiri kwenye habari Yesu amekwisha kutajwa, nitaonekana sawa vile mwenyewe niko nafanya nini? Niko nachenda hiyo msingi wa mtu mwingine. Amen. Ijapokuwa haiko njoo plan. Bwana saidie sana. Injili inapaswa kuenda mahali na mahali duniani iko ushuhuda kwa watu wote. Bwana saidie sana. Amen. Twende maliza. Inaendelea kusema hii. Imani moja. Tunapaswa tukuwe na imani moja na ubatizo mmoja. Mama yangu wewe, njoko vizo zinaleta hapa dunia huko. Ya. Ubatizo mmoja. Ya. Me Eglise de Christ sasa. Hayo baba yangu, yeye anajitaka wa Eglise de Christ. Habana ni ubatizo moja, habana ni Mungu moja, habana ni imani moja. Pamoja na mimi Mungu kutoka Belgium, wewe na mimi Mungu kutoka Amerika. Wewe kutoka Ziambini Mungu sio kutoka wapi? Wewe na mimi sijoma bwana wale Swiss.
Norvege. Mage bamungu wako bamingi sana. Katoliki wako na mungu wabo Monseigneur Maroi. Ndio mwenye wanakubana kuruare yako sahi. Banaamini kama ya Monseigneur wetu ni Xavier Maroi Rusengo. Bandugu yetu wa walai wa kubaru banaamini wabo mungu wabo. Sima kimbangu ya hawana kwanza bana hakuna mtu mwingine kwa confusion za wasimoti kimbangu wao. Ni mafarze. Banakwambia Simon Kimbangu alikufaka, hicho mwana fufuka inafunguka na nyingine inafunga. Hasa mwenye inafungiwa ni ya wafu. Na Mungu akakufa Mungu. Wewe. Yesu tu aonyesha glory yake ya Mungu alisema hivi, hakuna mtu aniondoe lakini mimi peke naweza kutoa uhai wangu na kuikamata. Ndio glory ya Mungu ile. Mungu hawezi kufa, Mungu akikufaka kama hatuna vya kusema, hatuna domo. Amen. Bwana usaidie sana. Amen. Hawa jamaa wakasema nao watafanya black farce. Asina tu kusema kama Mungu tu alifufuka, tunamuzika mzima, kichwa tusikifunike tu siku. Mtu akibaki mfunika na kichwa, anaweza kupumulia na kufa. Si vile? Bakafunika tu huku kote hivi. Bakaacha tu mdomo kafikia tu hapo. Kisha Mungu apendake achangie sifa na mtu, akatuma nguruwe. Wende pale. Wende pale. Samuel. Na iko njala. Ikutana kitu kunafanya. Nini ile? Mtu ule pale. Kama mngoro kwa mapepo Mungu alihurumia tu juu. Sasa bwana Mungu wa uko na miana. Mimi nakuya pekee. Hakuna ya kusikiliza pale. Mimi nakuya tu objective ni kukichwa yao. Ni pekee tu. Sasa jamaa anakuya kutana Mungu wako kukichwa lifanya nini? Ilienda kiwiliwili kwa udongo utalalamika kusema Mungu tu muroni mkula hapana. Hawezi ngula nguruwe. Mungu aturumie sana. Sasa Yesu apendeke changie sifa wa ndugu. Uliza Herode. Herode anajua siri. Anakuambia ya wakati mimi natoa hotuba yangu, watu wakapaza sauti wakasema, sauti yako Bwana Herode ni sauti ya Mungu. Mungu ndiye anasema, mnasemaje? Okay, na mimi kwa sababu glory yangu ionekane juu ya watu, kinaoza mwele kitia enzi. Tuwa nikwambia frere, usitafutake tukufu wa Mungu ikamati. Mtu akikwambia niombee baba, akianguka na wewe shuka baba. Ninapenda kama mchungaji mwenye Mungu alitupatia. Kweli mimi nampenda kaule baba. Simtape juu iko pale. Mimi nasikia kwanza mimi nampenda. Juu ya nini? Ni mzee wa kwanza mwenye iko na submission ya Mungu. Mimi simtape juu iko pale. Na Mungu anajua kabisa. Na mimi naweza shindwa petetre, mimi naweza shindwa mie. Na kusema kama nishindwa juu mzee alinipiga vita mkazi ya Mungu. Ananihimiza kwanza. Ananitengenezea njia. Ananilea kuliko baba yangu mzazi mwenye alinilea. Kushinda baba yangu mzazi. Siku moja nilitombokea bila mshauri kama kweli nilikosea, nilifanya dhambi. Baki nyuma na nilionya. Mungu atusaidie sana. Amen. Tulikuwa kama imani yenyewe. Maki ukitembea anaona kosa. Ukiikala anaona kosa. Ukishutama anaona kosa. Ukikula anaona kosa. Mtu anakuambia kama mimi nishaona makosa mbiblia. Makosa. Fulani unamjua. Mimi nishaona makosa mbiblia, andika makosa mbiblia. Wanaweza sema mtu ni hai. Mungu adurumie sana. Bandu, mimi nawaza temwe iko pale. Anakwambia mie nilishaka chunguza Biblia nikaona makosa. Bandugu, makosa mu Biblia. Na kitabu cha Petro wa pili 1:12 nasema mpate kuelewa neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upate kufanya kama apendavyo mtu fulani tu. Lakini wote walisema ukiongozwa na roho wa Mungu. Sasa umeona tu Biblia unaona makosa. Nani mko inspire? Why? Biblia. Mungu aturumie. Mungu atusamehe. Shida. Na huyo mzee wetu. Labda niseme ndipo niko naye. Sio na mimi namkwaziki. Hakuna space asema raba akasema
mimi siseme mu qualité ko négative, mimi nasema qualité ko positive, make mu buzuri. Parce que sasa ukipenda ujue rangi yake fanya sasa herere. Ukipenda ujue rangi yake anafuata ndio fanya sasa kosa. Mera anajua. Ndio maana nacheka. Ufanye tu herere. Haijalishi uko nani wala uko rafiki yake wae. Ile sana kubaluka. Anakubaluka bie, mzee tafuta kama mtupa siku mwazi nje. Mimi nakumbuka. Paka tena mapardo za vieni urumie. Nilifanya vitu kwa ujinga. Sitakwambia nilifanya nini. Mpeke mimi najua na yeye peke yake anachukua. Atamtaka nitupa nje. Basi matoleransi za mingi sana. Babo nisamehe. Kwa sangu haikuwa ya kuhukumiwa sana kisu na wazii. Ilikuwa kwa kidogo umefika niko mtoto mbele ya baba. Alipaswa tu nionye. Mungu atusaidie sana. Mzee anakuambia kama yeye peke tu ndio mwenyewe Mungu anaitiliza kisofe mwingine vile unakana. Kweli ile. Anakuambia nyinyi wote shetani anapetaka nyinyi wote huko. Sofe mi. Ndio mlikalo kwa tuambia ule vie. Nyinyi wote hapa shetani anakuweka nyinyi wote vile unakaziko anapofanya. Angalia. Sasa uko na pressure kwenye microphone. Leta nikukumbushe nyolisha sababu. Leta nikukumbushe nyolisha sababu. Asa ni nini ile sasa? Haleluya wapenda. Na kama 30 minutes kisha nakurudisha microphone. Mjue vile Mungu alipenda mpendo. Mungu anarumia sana. Sio kwamba yule Mungu mwenyewe anakuinspire wewe na mimi inspire. Tuhubiri mimoja mimi na wewe. Mimi usikie niambie kama ni kunionya ndio naweza nionyo sababu siko perfect. Utakuwa niambie apre mkutano ndogo unajua procedure ilienda mpale hapo ulikosea na hapo ulikosea. Hivi ndio mtumishi anapaswa faa. Na pale glory ya Mungu namurudilia. Na hapana ninyang'anye mikrofoni ambia wake kwanza nikusaidia na mimi nikumbushe nyosha sababu. Haleluya wapendwa. Haleluya. Anakamata naye kama andiko. Soma. Shaka kukwambia sasa. Mimi ndio tu mnanichukulia tu hivi. Mimi nawaonyaka. Mungu atuhurumie sana. Abariki neno kwa Kongo. Amina. Amen.